Hello, habari. Mapenzi Midwife niko mbele yako. Leo ninatamani tuzungumzie jambo muhimu sana. Ni miongoni mwa maswali ambayo wamama wengi sana wamekuwa wakiyaulizia na wakitamani kujua zaidi. Na mimi leo niko mbele yako kwa ajili ya kukuelezea. Leo tutajifunza kuhusu VBAC. Yaani wamama wengi walikuwa wananipigia simu, wananiuliza, jamani midwife tuambie hii VBAC ikoje, ni iligo, mbona sehemu zingine wanafanya, hospitali zingine hawafanyi. Na yawezekana na wewe ulishawahi kusikia hili neno VBAC au ndo mara ya kwanza kulisikia leo. VBAC ni kifupisho cha neno vagina birth after cesarean section. Yaani ni kujifungua kawaida baada ya kufanyiwa operation au baada ya kujifungua kwa operation. Kwa hiyo niko hapa leo mbele yako kuzungumza na wewe, na ninaamini kupitia somo hili utajifunza vitu vingi na utakuwa ambassador wa kuwasaidia wamama wengine na watu wengine. Zamani iliaminika kwamba mwanamke yeyote ambaye amejifungua kwa operation ilitakiwa ajifungue kwa operation tu. Yaani kama ulijifungua mtoto wa kwanza kwa operation, basi wewe uzazi wako wote ulitakiwa kwenda kwa operation tu. Lakini na hiyo ilitokana na tafiti zilizokuwa zimefanyika hapo awali, zilionyesha kwamba labda mama anaweza kachanika kizazi, zilionyesha mambo mengi. Lakini kadri tunavyoendelea na tafiti zinavyofanyika nyingi, na tafiti mpaka sasa zimefanyika nyingi sana, zinaonyesha kwamba sio kweli kwamba kila mwanamke aliyejifungua mtoto wa kwanza kwa operation basi watoto wake wote wengine ajifungue kwa operation. Na tafiti zimefanyika, na ukiingia kwenye mtandao kaangalia, kuna tafiti nyingi zimeonyesha usalama na namna ambavyo watu wengi wameweza kujifungua kwa VBAC. Na sio kusikia tu, hata mimi nimeweza kuhudumia mama zaidi ya 7 ambao wamejifungua baada ya kufanyia operation na wamejifungua salama. Lakini pia katika nchi yetu ya Tanzania, miongozo yetu, kuna mwongozo ambao unaitwa Maternal Health Guideline, unaonyesha kabisa na unaruhusu watu kuweza kufanya hii trial au VBAC, na wengine wao wanaita trial of scar, yani wanajaribu nani kovu ambalo lilishawahi kutokea, au mama ambaye ameshawahi kujifungua kwa operation wanajaribu kumpa nafasi ya kujifungua kawaida. Kwa sio kitu ambacho kwamba nchi yetu au miongozo yetu haitambui. Miongozo yetu ya Tanzania inatambua, duniani kote inatambua kwamba VBAC ni kitu ambacho kinawezekana kwa vigezo maalum ambavyo vimewekwa katika miongozo, kwamba mama akiweza kufikia hivi vigezo anaweza kufanya nini? Kujifungua kawaida. Kwa sababu nimegundua hata wamama ambao nimewahudumia ambao wamejifungua kawaida baada ya operation, wengi wao walifanyiwa operation pasipokuwa na maarifa ya kutosha. Sio wote kwamba walikuwa na changamoto. Kwa sababu unakuta wakati mwingine mama tu alikosa maarifa ya kutosha na support ya karibu ya kutosha, akaamua kwenda operation. Kwa mfano, unakuta mama mwingine alipata ule uchungu wa awali, tunaita Braxton Hicks contraction. Braxton Hicks contraction, huu ni uchungu wa awali ambao huwa unauandaa mwili, unaandaa nyonga kwamba hali ya kujifungua imekaribia. Na hii huwa inatokea wiki 2 kabla ya kujifungua. Mwingine anaweza kaanza hata miezi 8 ya mwisho, kwa sababu miezi ya mwisho mtoto anaanza taratibu kushuka kuingia kwenye nyonga. Na ndio maana mama wakati wa ujauzito unakuta anapata shida ya kupumua, kuhema, yani kulala, kwa sababu mtoto tumbo linavyokuwa linazidi kusogea juu, linazidi kusukuma mapafu na kufanya hali ya huku juu kuwa ndogo. Kwa hiyo mtoto mimba inapofikia miezi 8 kuendelea 9, hasa 9 pale, mtoto anashuka, anaanza kidogo kidogo kuingia kwenye nyonga kwa maandalizi ya kujifungua. Kwa hiyo mtoto anapoingia kwenye nyonga ndio unakuta mama anaanza na kupumua vizuri, anaanza kujisikia sasa hivi afadhali. Na ndio maana hata watu wa zamani ambao walikuwa hawajasoma mambo ya afya, hata wakunga wa jadi. Mimi mama yangu alikuwa ni mkunga wa jadi. Kwa hiyo walikuwa akiona tu mama anasema, wewe humalizi wiki 2,
humalizi huu mwezi utajifungua. Haya, mtoto tumbo limeshuka sana. Kwa nini? Yaani walikuwa wanajua kwamba ile hali mtoto akishuka anakaribia. Kwa hiyo ndio hivyo. Mtoto anapoanza kuingia kwenye nyonga, kushuka chini, na ndio mama anaanza kusikia maumivu ya hapa na pale. Unaanza kusikia misuli inakaza. Muda mwingine unasikia kabisa kama uchungu, tumbo limekaza. Lakini huu uchungu huwa unaisha pale mama anapoanza kutembea tembea. Mama akitembea tembea, akifanya mazoezi ya kutembea tembea, uchungu unaisha. Mama akioga, ile hali inaisha. Mama akinywa maji, akifanya zile relaxation mechanism, ile hali ya kufanya apate utulivu katika mwili wake, ule uchungu unaisha. Lakini uchungu wa kawaida, utembee, unywe maji, uoge, ufanye mechanism zote, huwa hauishi. Huwa unakuja, unaacha, unaendelea, na kadri muda unavyoenda unazidi kuongezeka. Kwa hiyo unakuta mama mwingine hakupata maarifa wakati wa ujauzito, wakati wa kufundishwa. Kwa hiyo alipata tu yale maumivu ya awali. Akaona tumbo linakaza, ashafika wiki 37, ashaambiwa wiki 37, 38, yani mama unajifungua, akaona ile mikazo, akaamka akaenda hospitali. Kwa hiyo unakuta mama alifika hospitali, akapimwa, akaangaliwa njia haijafunguka, labda ndo imeanza kufunguka kidogo. Alafu ni mimba ya kwanza, haelewi, hana uzoefu. Aliyempima naye mkunga au daktari au mtaalamu yoyote hakutumia muda mwingi kumfanyia uchunguzi wa kina wa kwamba huyu mama kweli huu ni uchungu wa kweli au ni ule uchungu wa awali. Kwa sababu uchungu wa kweli, kama mkunga mtaalamu au daktari mtaalamu anapompima huyu mama atagundua. Ukimpima mama utajua huu uchungu ni wa kweli au huu ni uchungu tu wa awali. Na watu wengi wanafanya vizuri sana, madaktari, wakunga na hata wauguzi wanafanya vizuri. Wanapowahudumia mama, unakuta wanasema mama, huu sio uchungu wa kweli, rudi nyumbani baada ya wiki 2, au ukiona dalili hizi na hizi ambazo ndizo za ukweli uje hospitali. Lakini mwingine unakuta labda alimpima tu, ni mimba ya kwanza, tumsubiri. Kwa mama amekaa pale hospitali labda siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya 3, siku ya 4, anaona wamama wengine wanakuja, wanatoka nyumbani, wanafika pale, wanajifungua, wanarudi. Anaona hapana, pelekeni tu operation. Kwa unakuta mama mwingine alifanyiwa operation kwa mazingira kama hayo. Lakini mama mwingine unakuta alifanyiwa operation sababu ya ile hofu. Unajua wamama wengi sana, kati ya mama niliowahudumia 80%, yani kwa makadirio, mama anapofika ile hatua ya uchungu wa mwisho, ule uchungu mkali tunasema, wanapoelekea kujifungua, asipopata ile support nzuri, wengi wanakata tamaa. Na unakuta mama anakuambia nipeleke tu operation, mimi nimeteseka sana, mimi namhitaji mwanangu, sababu ya maumivu makali. Kwa sababu uchungu umegawanyika katika sehemu 3. Kuna uchungu ule wa awali, uchungu mdogo, tunasema mild contraction, kuna moderate contraction na strong contraction. Kwamba uchungu ule wa kwanza wa mwanzo, na uchungu wa kati, na uchungu mkali ambao unampelekea mama mpaka kutoa mtoto au mama kujifungua. Sasa unakuta mama akifika kwenye ule uchungu mkali, wengi wanakosaga uvumilivu. Yaani unakuta kabisa anakulazimisha. Mwingine mpaka anakutukana. Yaani ule urafiki tena wa huku mwanzo mliokuwa mnafanya mazoezi, mnatembea huku na huku, unapotea. Yaani anaanza kukuona wewe ni adui. Anaanza kukuona kama humsikilizi kwa sababu tu ya nini? Ya maumivu makali. Unakuta kwa bana nipeleke operation, mimi nimechoka, nimekaa sana kwa uchungu, unajua nimeumia sana, wewe uelewi si nini. Kwa hiyo pale kama mhudumu wa afya, mkunga, daktari, muuguzi akishindwa kumencourage mama, kumpa support ya karibu, kumwambia hapana, unaweza, yani umekaribia, jipe moyo, safari ulipotoka ni mbali, hapa ulipofika yani unakaribia kabisa, jitahidi. Asipopata mama ile support, anachoka na anakata tamaa kabisa. Kwa unakuta mama mwingine anasema nipeleke tu, na akikuta na huyo mhudumu naye hapendi mambo mengi, anaona asije mama watu akapata shida, mimi nikaingia kwenye changamoto.
unakuta mama analazimisha yeye mwenyewe. Mwingine unakuta mama anakuambia mimi nipe ni sign kwamba ni mimi mwenyewe nimekubali kwa akili zangu mwenyewe kwenda operation. Kwa unakuta mama mwingine alifanyiwa operation kwa mazingira kama hayo. Lakini tunaposema VBAC, sasa turudi kwenye kiini sasa. Tunaposema VBAC ni mama yupi kulingana na vigezo vya mwongozo wa nchi yetu na vigezo vya duniani WHO vinasemaje? Vinasema mama anayetaka kujaribu kujifungua kawaida baada ya operation lazima yani awe ndani ya vigezo hivi au amefanyiwa uchunguzi wa kutosha na kuona kwamba huyu mama kweli anaweza kujifungua kawaida. Kigezo cha kwanza kabisa, huyu mama tujue sababu iliyopelekea afanyie operation ya kwanza. Kwa hiyo kuna sababu ambazo zinaweza kupelekea, mbali na hizo nilizozisema ambazo tu mama amekosa support, kuna sababu ambazo zinaweza kufanya mama afanyie operation. Sio kila mama aliyefanyiwa operation amefanyiwa kwa uzembe. Wengine wamefanyiwa kutokana na sababu maalum ambazo zinafanya kwa ajili ya kuokoa maisha ya mama na mtoto. Kwa hiyo lazima tujue sababu ya kwanza, kwa nini mama huyo alifanyiwa operation. Je, sababu yake ilikuwa ni nyonga ilikuwa ndogo? Unajua katika mifumo ya uzazi wanawake tunatofautiana na nyonga zetu zinatofautiana, na ukubwa wa nyonga hauendani na nje mtu anavyoonekana. Nje mtu anaweza kuwa anaonekana ana umbo zuri, amekaa vizuri, ana shape, lakini kiuhalisia ukimpima yule mama njia ukaangalia unakuta nyonga zake ni ndogo, ana nyonga ya kiume. Kuna nyonga za aina nyingi ambazo siku nyingine nikipata wasaha nitatoa somo tu kwa ajili ya kuelezea nyonga au hicho kiuno ambacho kinaweza kupitisha mtoto. Kwa hiyo unakuta hana ile nyonga ya kike ambayo inaweza ikapitisha mtoto. Kwa ukimpima mama unaona kabisa hapa mtoto hawezi kupita. Yaani hata mtoto awe na kilo 2.5 sijui hapa hawezi kupita. Kwa unakuta mama labda alifanyiwa operation kwa sababu alikuwa na nyonga ndogo. Uwiano wa mtoto na nyonga yake vilikuwa haviendani. Aidha alikuwa na nyonga ya kiume au mtoto aliyekuwa amembeba alikuwa ni mkubwa kuliko nyonga yake. Ana nyonga ya kike kweli ambayo inaweza kupitisha mtoto kilo 2, kilo 3, lakini huyu mama ujauzito huu alikuwa na kilo 5 na ameingia kwenye uchungu, amekaa reba, mtoto hashuki kwa sababu nyonga yake huyu mama ni ndogo, ikapelekea afanyiwe operation. Lakini mtoto wa sasa hivi aliyembeba huyu mama mtoto huyu ni kilo 2.5, ni kilo 3 na nyonga yake ina uwezo wa kumpitisha huyu mama, anapewa nafasi ya kujaribu kujifungua. Kwa hiyo kama shida ilikuwa ni nyonga ni ndogo sana, huyu mama na nyonga ya kiume, huyu mama ataendelea kujifungua kwa operation. Hawezi kupewa nafasi ya kujaribu kwa sababu hata akipewa nafasi huyu mtoto hawezi kupita. Lakini sababu nyingine, huyu mama nyonga yake iko vizuri, lakini mtoto alikuwa amelala vibaya. Tunavyosema mtoto amelala vibaya au mtoto hajalala kwenye position ambayo inatakiwa ni kwa vipi? Mtoto anatakiwa kulala wima kwenye tumbo la mama. Tunasema longitudinal lie. Yaani mtoto alale kwenye usawa ambao anaweza akashuka vizuri. Sasa unakuta mtoto mwingine amelala transverse. Yaani mtoto amelala hivi. Yaani unakuta kichwa cha mtoto kiko huku, tumbo la mama kichwa kiko huku, miguu iko huku. Huyu mtoto hata iweje mama hawezi kujifungua kawaida. Inabidi huyu mama akafanyia operation. Au unakuta kulikuwa na changamoto. Kwa hiyo huyu mama labda kondo la mtoto lilikuwa limetangulia kwenye njia ya kupita mtoto. Kwa hiyo unakuta mtoto hawezi kupita na huyu mama akilazimisha kujifungua kawaida anaweza akapata changamoto kubwa sana, hata kupoteza maisha au kumpoteza mtoto. Kwa hiyo cha kwanza tunaangalia sababu iliyopelekea. Je, mtoto alikuwa ni mkubwa? Mtoto alikuwa amelala vibaya? Mama alikuwa na shida gani? Au mama mwenyewe, unakuta mama mwingine labda alikuwa na matatizo, alikuwa
maambukizi makubwa huku kwenye njia ya uzazi. Kwa hiyo ili kumlinda mtoto asije akapata shida, madaktari, wataalamu wa afya wakamshauri mama ujifungue tu kwa operation. Kwa hiyo sababu ya kwanza ni kujua kwa nini huyu mama alifanyiwa operation, na hiyo sababu isiwepo katika ujauzito huu wa pili. Sijui hapo nimeeleweka? Kwa hiyo kama sababu ya kwanza ilitokana na mtoto, au mtoto alipata shida, yani mtoto tunasema alipata fetal distress, mtoto labda alijisaidia tumboni kabla ya kuzaliwa ikatokea shida, mapigo ya moyo ya mtoto alipata shida, mama alipata shida, au mama alikuwa na vichocheo vile vya kifafa cha mimba ambavyo vilikuwa juu, kikapelekea kumfanyia mama operation. Kwa hiyo kama sababu sio nyonga, wala sababu sio, yani sababu aliyofanyia operation mwanzoni na sasa haipo, mama huyu anapewa nafasi ya kujifungua kawaida, ya kujaribu kujifungua kawaida. Kwa hiyo kigezo kingine, huyu mama awe amemaliza miezi 18 mpaka 24 kabla ya kubeba mimba nyingine. Yaani huyu mama aliyejifungua kwa operation anatakiwa awe na 1.5 mpaka miaka 2. Sana sana kwa mwongozo wetu wa Tanzania nasema kuanzia miaka 2 kuendelea. Lakini kwa miongozo mingine na tafiti zingine zinasema angalau kuanzia mwaka 1.5. Yaani kwamba mwaka 1.5 umepita ndio huyu mama akabeba mimba. Tunaamini kwamba katika umri huu mwili umerudi katika hali yake ya kawaida, mama amepona vizuri na ana uwezo wa kubeba mimba bila kupata shida yoyote. Kwa hiyo kama mama labda alifanyia operation na miezi 4 akajikuta na ujauzito, huyu mama kupewa nafasi ya kujaribu inakuwa inamweka kwenye changamoto kubwa ya kuja kupata shida baada ya kujifungua wakati wa kujifungua. Lakini kitu kingine, ule mshono wa mama aliyofanyiwa operation umekaaje? Naposema mshono, kuna aina 2 ya upasuaji wa kumtoa mtoto. Kuna aina ya kwanza unakuta wanakata tumbo kwenda hivi, kwenda chini. Lakini kuna aina nyingine inakata hivi. Kwa hiyo kama wewe ni mjamzito na unatamani kutrial, mshono wako umekatwa hivi, probability au yani uwezekano wa kujifungua kufanya trial ni mdogo, na unahitaji uangalizi wa hali ya juu sana, kwa sababu mshono uliochanwa hivi kuachia ni rahisi kuliko mshono uliochanwa hivi. Kwa mshono ambao umechanwa kwa kulala hivi, yani tumbo limechanwa kwa kulala hivi, uponaji wake kwanza uko vizuri na unakuwa yani haujakata yani mafuta mengi kama mama ambaye imekatwa hivi. Kwa hiyo kama imekatwa hivi, huyu mama pia anaingia kwenye vigezo vya kuweza kufanya nini? Kujaribu. Lakini kitu kingine, huyu mama anapotamani kujaribu kujifungua kawaida, lazima awe na mtoto ambaye hana kilo zaidi, kwa mwongozo wa Tanzania unasema asiwe na kilo zaidi ya 3.5. Lakini mimi mwaka jana 2024 nilimweza kumhudumia mama alijifungua kilo 4.7 na alikuwa tayari ameshafanywa operation kwenye kizazi, maana alipata mimba, akapata mimba ambayo tunaita ectopic pregnant. Alipata mimba ambayo imetunga nje ya kizazi, akafanywa operation na Mungu akamsaidia akaweza kujifungua kawaida. Lakini pia huyu mama tunaposema kwamba amefanywa operation, sio operation ya kuzaa tu mtoto. Inawezekana huyu mama alikuwa na uvimbe mkubwa ndani ya kizazi, akafanywa operation, na operation hii ikapelekea kufungua kizazi. Kwa hata huyu anaingia kwenye hii system hata kama sio ya mtoto. Kwa hiyo lazima awe amekaa kwa muda huo wa mwaka 1.5 au miaka 2. Kwa hiyo mtoto wanasema asiwe mkubwa zaidi ya kilo 3.5. Lakini tafiti zingine zinasema asiwe mtoto zaidi ya kilo 4. Kitu kingine, huyu mama awe
eneo analotaka kujifungulia liwe na huduma zote muhimu. Nikisema huduma zote muhimu, kuwe na eneo la kufanyia operation, kuwe na theater, kuwe na madaktari wa kufanya operation. Maana kunaweza kuwa na theater lakini wa daktari mpaka kumtafuta siji kutoka wapi. Na unakuta kuna watu wengine wana hospitali zao hata za private, lakini madaktari wataalamu lazima watafute kutoka sehemu fulani kwa ajili ya kufanya. Daktari awe pale. Kuwe na daktari wa usingizi ambaye yuko muda wote. Kwa kuwe na huduma ya kujifungua kawaida na kuwe na huduma ya kujifungua kwa operation. Ili ikitokea huyu mama amepata changamoto au kujifungua kawaida imeshindikana, aweze kupelekwa haraka kupata huduma ya kujifungua kwa operation. Kwa hiyo hii inamaanisha nini? Kuwe na teamwork. Niwaambie tu ukweli kwa mama mnaotaka kufanya VBAC. Unapotaka kufanya VBAC inabidi tu ujiandae vizuri kifedha. Yaani huu ndio ukweli. Kwa sababu utahitaji watu wa kukuhudumia kwa ukaribu zaidi. Kwa sababu hiki kitu kinahitaji uvumilivu. Na uchungu wa VBAC sio kama unaweza usiendane na uchungu wa mtu mwingine. Kwa sababu wenyewe ni wa taratibu na hautakiwi kuforce siji umeweka dawa hii, unamwaisha mama ajifungue. Inaweza kuleta matokeo ambayo sio mazuri. Kwa mfano nakumbuka kuna mama mmoja wa VBAC na alitoa ushuhuda. Akikubali niweze kushare ushuhuda nitaushare. Nilikaa naye zaidi ya masaa, yani zaidi ya siku 2. Zaidi ya siku 2 ambapo kiuhalisia angekuwa tu hospitali nyingine au angekuwa tu na mtu mwingine asema mna huyu atapoteza mtoto, na amezaa mtoto mzuri, alizaa mtoto mzuri na kasko vizuri na alijifungua kwa water bath. Na ninaweza kuwarekomendia wamama ambao mnatamani kujifungua VBAC, mjifungue kwa water bath. Yani water bath is very 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 the best. Kwa sababu ina faida nyingi. Nitatoa somo siku nyingine la water bath. Lakini wamama ambao mimi nimewazalisha kwa VBAC ni mama tu mmoja ambaye nimemzalisha kitandani. Lakini wengine wote wamejifungua kwa water bath na output yao, yani namna yao ya kujifungua ilikuwa nzuri na yenye matokeo chanya. Kwa hiyo inahitaji ujiandae kifedha, kimind na uwe tayari. Yani VBAC pia ni utayari wa mama. Yani we mwenyewe ndani yako uamini kwamba mimi ninatamani na nitajifungua kawaida, na ujiwekee msisitizo kwamba mimi ninataka kujifungua kawaida. No matter what, mimi ninataka kujaribu. Na uwe tayari kwamba lolote likitokea, ikionekana imeshindikana kujifungua kawaida, nitabidi nifanyie operation, uwe tayari pia kwa hiyo. Unakuta mama mwingine mmeenda labda alikuwa anafanya VBAC. Mnaenda vizuri, inafika sehemu we kama mkunga unampima yule mama, unamwangalia, unaona maendeleo yake hapa sio mazuri, unamwambia kwa kweli kwa kujaribu huku hatutafanikiwa. Ni vyema tu twende ufanyiwe nini? Ufanyiwe operation ili mtoto aweze kutoka salama na uweze kutoka salama. Kwambia hapana, mimi umeniambia nina huo uwezo wa kujifungua kawaida, imekuwaje? Ndio maana inaitwa trial of scar. Lakini ukiwa na imani, ukawa uko vizuri, umeshafanywa uchunguzi vizuri, ukawa patient, yani ukawa tayari kwa ajili ya hilo, unajifungua kawaida. Kwa hiyo kitu cha kwanza pia ni utayari wa mama. Maana nakumbuka kesi moja ilikuwa anamzalisha mama mmoja wa VBAC. Alikuwa yeye na mume wake alikuwa amemsupport. Tuko hospitali moja ya private. Kwa hiyo tumeenda, masaa 24 alivyopita mume wake akaanza, mama alikuwa anaenda vizuri tu, ana progress vizuri, mama amefika kama sentimita 7. Mume wake, midwife, mke wangu mpeleke operation, mke wangu akipoteza mtoto nitakufunga kwa sababu wewe amekaa masaa mengi sana. Ni kweli ile miongozo inatuambia sijui baada ya masaa mangapi mama akifika hivi, lakini unamwangalia mama yuko vizuri, mtoto yuko vizuri. Kwa nini usimpe muda? Mpe muda mama ajaribu. Mpe muda.
mama yeye alikuwa very courage, yani mimi midwife tajifungua kawaida, yani naona kabisa. Alafu alikuwa na mtoto mdogo kilo 2.7, kwa ilikuwa imekuwa detected kwa ultrasound, lakini hivyo mzalisha alikuwa na kilo 2.9, kwa hiyo kilo 3 kasoro 1. Mme wake akalikalia shingoni, akamuita mpaka mama yake mzazi akatoka nyumbani. Yani huyo mkunga anamng'ang'ania mke wangu, yani sio anataka tu hii hela, si nini. Mke wake anamwambia mimi sitaki. Mwanaume akasaini mpaka ile fomu ya ridhaa ya kwenda operation. Mwanamke akamwambia nenda wewe, mimi siendi operation. Paka mkunga yuko pale, ni mtaalamu, akijua kwamba kuna shida ataniruhusu niende operation, lakini mkunga mwenyewe amesema hakuna shida. Kwa hiyo mimi moyoni hapo nasema Mungu tu nisaidie tu dada ajifungue salama. Mungu ni mwema. Tukatoka kwenye maji tukafanya mazoezi, dada akajifungua vizuri, mtoto wake akalia, akawa yuko vizuri mpaka sasa hivi, yuko very 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 good, yani mtoto yuko poa kabisa. Kwa yule baba akaishia kuniomba msamaha, midwife nisamee, kwa sababu hata operation ya kwanza mke wangu alipata shida sana, sijididi, unajua tu ilikuwa pressure. Kwa hiyo mpaka leo yule baba ni ambassador mzuri sana wa kuniunganishia wamama ambao wameshafanywa operation. Kwa hiyo katika VBAC uvumilivu unahitajika, na pia upate mhudumu sahihi ambaye utaanza naye tangu kipindi cha mimba, akushauri vitu gani ule, vitu gani usile, ufanye vitu gani. Yani kuna vitu ambavyo unatakiwa kusaidiwa kuanzia kipindi cha mimba. Lakini kitu kingine ni uchunguzi. Mwongozo unasema huyu mama afanyiwe uchunguzi wa kutosha. Uchunguzi wakati wa ujauzito. Mimba inapofika kuanzia wiki 36, 38, 39, kama mama hajajifungua, anafanyiwa uchunguzi kuona mama yuko vizuri, ana fiti, mtoto yuko vizuri kwenye kuingia kwenye hiyo hatua. Lakini pia mama anafanyiwa ultrasound, kwa sababu ultrasound pia inasaidia kuangalia hata kile kizazi kama kimeanza kupata shida au kuachia au kupata changamoto yoyote, huwa inaonyesha awali. Hata mama anapoanza uchungu, mimi nikiwa na mama wa VBAC, hata anapokuwa kwenye reba, hata baada ya masaa kadhaa na takiwa nimfanyie ultrasound niangalie progress inaendaje kule ndani. Kwa sababu unaweza ukaona unamhudumia mama, kumbe kizazi kimeshaanza kuachia. Unashtukia mpaka unaanza kuona mama anaanza kutoka damu nyingi, kizazi kimeshaachia. Kumbe wewe mkunga au daktari ulikuwa pale, ulitakiwa kuwa unamonitor huyu mama. Kwa hiyo mama akifanywa vipimo vyote akaonekana yuko sawa, anaweza kupewa nafasi ya kujaribu. Kwa hiyo nitaendeleza pati nyingine ya kuzungumzia VBAC, lakini hapo nahisi utakuwa umepata kitu kidogo cha muhimu. Lakini kikubwa ni utayari na kumtanguliza Mwenyezi Mungu. Yaani kumuomba Mungu mimi natamani pia kujifungua kawaida, utayari na mtoto akapimwa, amelala vizuri, nyonga yako haina shida, unaweza kujaribu kujifungua kawaida. Lakini pia mwongozo umesisitiza, mwongozo wetu wa nchi yetu ya Tanzania unasema huyu mama awe amefanyiwa operation moja. Japo kuna shuhuda zimetokea, kuna mama unakuta amefanyiwa operation 2 amejifungua, lakini mwongozo wa Tanzania unasema angalau huyu mama amefanyiwa operation moja. Kwa sababu gani? Mama aliyefanyiwa operation moja, uponaji wake wa kizazi na nini unakuwa hauna changamoto nyingi kama mama aliyefanyiwa operation nyingi 2, 3. Kwa sababu katika ushonaji pia wa kizazi wataalamu wanatofautiana, na pia uponaji wa ngozi zetu unatofautiana. Kwa kuna mwingine unaweza ukakuta na operation 5, lakini mkiingia mkifungua ni kizazi chake kimepona vizuri kama hajawahi kufanya operation. Lakini mwingine tu operation moja, mkiingia kufungua kutoa mtoto unakuta kizazi kimeshikana, yani kimetokea yani shida mbalimbali. Kwa hiyo mwongozo pia unasema kama umefanyia operation moja unaweza kujaribu kujifungua kawaida. Karibuni sana, endeleeni kufuatilia mafunzo ya Mapenzi Midwife, tujifunze mambo mengi. VBAC in Tanzania, not only worldwide, is possible. Kwa hiyo
kujaribu kujifungua kawaida Tanzania inawezekana, sio kitu cha kujificha. Miongozo pia inasisitiza, kwa sababu pia katika takwimu za hivi karibuni imeonyesha pia operation ndo yani vifo vya mama vingi vinatokana na kufanyia operation. Kwa hiyo ndo maana wanasisitiza pia mama kama ana uwezo wa kujaribu kujifungua kawaida apewe nafasi, kwa sababu njia zote za kujifungua ni salama, lakini zote zina changamoto yake. Kwa hiyo usiogope. Kama ulifanyiwa operation kwa kuogopa, mimi nikijifungua kawaida nitachanika sana, njia itaongezeka sana, itatanuka, au yani kwa hofu tu na kukosa maarifa, unaweza kujifungua kawaida this time. All the best na Mungu akusaidie. I love you.